Na wiki mbili baada ya kongamano la wadau kutoka sekta ya kahawa nchini kufanyika katika kaunti ya Meru, wataalamu wa zao hilo wanasema kwamba serikali inafaa kuangazia uzalishaji wa kahawa shambani kwa kuelimisha wakulima jinsi ya kuimarisha uzalishaji. Wataalamu hao wanasema kwamba ipo hatari ya soko kupatikana ila kusiwe na mazao ya kuuza kwa masoko ya ughaibuni. Clement Masombo amezungumza na Job Kareithi, mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya anga na kilimo cha kahawa. Na shukran sana. Majuma mawili yaliyopita, naibu wa rais Rigathi Gachagua alifanya kikao ama tuseme kongamano la washikadau kutoka sekta ya kahawa nchini, na hili ni kongamano ambalo lileta pamoja wakulima, wa viongozi, wanasiasa na wote wanaohusika katika uzalishaji na uuzaji wa kahawa. Na tulipofuatilia hayo mazungumzo ama kile kikao ambacho kilikuwa kinafanyika kule kaunti ya Meru, tuligundua kwamba mazungumzo yenyewe yaliegemea sana upande wa uuzaji wa kahawa, jinsi mkulima atapata bei bora kutoka kwa ile kahawa ambayo anauza. Lakini maswali pia yamezidi kuibuka kuhusu jinsi ambavyo serikali inaweza saidia wakulima ili kuongeza kuimarisha uzalishaji pale shambani. Na ndio maana leo hii nataka nizungumze na mmoja kati ya wale wataalamu wa masuala ya ukulima wa kahawa. Tueleze ni jinsi gani kama serikali inaweza shirikiana na wakulima ili kuimarisha uzalishaji wa kahawa. Ndipo kabla tujazungumza kuhusu uuzaji wa kahawa, tuzungumze pia kuhusu uzalishaji wa kahawa pale shambani. Shukrani sana Captain kwa kujiunga nasi hapa KTN News. Je, ni mbinu zipi ambazo serikali inafaa kutumia kuhakikisha kwamba inaimarisha uzalishaji wa kahawa pale shambani? Kukuza kahawa lazima ujue unataka ikiwa ni grade gani ama quality gani ambayo unataka. Kwa hivyo kuna qualities kadhaa unaweza kufanya kahawa yako ikiwa iko na organic certification. Ndio kwa sababu watu wengi hataki kutumia kahawa ambayo imetumia kemikali mingi. Na kitu kingine, kahawa yako unaweza kuifanya ndio iwe inapita ile mtihani, tukisema ile quality ambaye unaweza kusema iko carbon neutral. Carbon neutral coffee ni kahawa ambaye haifanyi pollution ama emissions, kuongeza emissions wakati unaikuza. Na haya mambo yote ndio inakuja na kisasa. Trading these days ni mambo ambaye ukulima hai ambaye unaweza kufanya, hiyo ndio organic, na ukulima ambaye unaweza kuangalia kama kuna pollution ama kama kuna carbon emissions ambayo mnafanya. Na tukisema kwamba tukizungumza kuhusu uzalishaji, tayari serikali imetoka mbio kwanza kuzungumza kuhusu masuala ya uuzaji wa kahawa ama kwa kizungu anaita marketing, na kulikuwa pia na mazungumzo kuhusu ile inaitwa guaranteed minimum return. Je, inamaanisha kwamba tuliruka kiwango moja mbele, tulifaa kuanza kuzungumza kuhusu uzalishaji kwanza pale shambani? Sitaki kusema tumeluka, kwa sababu lazima tuanze na vitu mahali tuko. Na kwa hivyo, lakini ingesema ingekuwa mzuri kama serikali ingepanga ile uuzaji, marketing yenyewe, lakini wakifanya marketing wawe wanalinganisha markets na quality. So hiyo bei ya kahawa itaenda juu naturally, na hata soko zile tutakuwa tunapeleka kahawa zita agree kwa bei ambaye tunaweza kufanya kama contract. Ndio sasa GMR inaweza kupatikana, guaranteed minimum return. Okay, shukran sana. Bila shaka huyo ni Job Kareithi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na kilimo, na haswa kilimo cha tukizungumza mambo ya kilimo tunasema kwamba ni kilimo asili, na nazungumza tu kuhusu jinsi ama mbinu ambazo serikali inaweza tumia kuimarisha uzalishaji wa kahawa pale shambani, na vile jinsi pia ya kupata soko bora la kahawa, na ndiposa mkulima pia aone ni kama anapata manufaa anayostahili kutokana na kilimo cha kahawa. Lakini hayo tu ni mazungumzo ambayo sisi tutazidi kufuatilia, hasa ikizingatiwa kwamba lile jopo kazi ambalo lilitwikwa majukumu ya kufuatilia kilimo cha kahawa nchini pale baada ya kile kikao ambacho kilifanyika kaunti ya Meru pia linaendelea na shughuli zake, na tutakuwa tukifuatilia, tukizungumza pia na baadhi ya wakulima tuone mambo yamefikia wapi kufikia sasa.
Naam, asante sana Clement Masombo. Na serikali ya kaunti ya Nandi imewarejesha kazini maafisa wakuu 4 wa sekta ya afya